Karibu msikilizaji wangu katika kile kipindi cha Kona ya Maarifa. Kipindi hiki ni kipindi ambacho kimejaa maarifa mengi, maarifa ambayo yanaweza yakamtoa mtu mahali alipo na kumpeleka mahali pengine. Maarifa yanayoweza yakakutoa kiwango kimoja na yakakupeleka kiwango kingine. Maandiko yanasema katika kitabu cha Hosea sura yake ni 4 na mstari wa 6, watu wa Mungu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Mtu wa Mungu, ninapenda uelewe, lolote naloangamiza maisha yako haliangamizi kwa sababu lina nguvu sana, ila unaweza ukaangamia kwenye eneo fulani la maisha yako, na kimaandiko kile kinachokuangamiza ni kwa sababu tu umekosa maarifa. Na ndio maana kwa neema kubwa ya Mungu anatupa kipindi cha Kona ya Maarifa, mahali ambapo utakuwa ukipata maarifa mengi, na ninamwamini Mungu maarifa haya, kama nilivyosema, yatakutoa hatua moja kukupeleka hatua nyingine, lakini zaidi sana maarifa haya yatasababisha ushindi mkubwa kwenye maisha yako. Tena na tena, unapoendelea kuyapata maarifa haya, utaweza kuona kunyamazisha mateso fulani au maangamizi fulani kwenye maisha yako. Hivyo ninakukaribisha katika kipindi hiki cha Kona ya Maarifa. Na leo kwa neema ya Mungu nitakuwa ninanena na wewe ujumbe wenye kichwa nguvu ya maamuzi. Nguvu ya maamuzi. Na katika kipindi chetu au sehemu yetu ya kwanza ya nguvu ya maamuzi, zaidi sana nitakuwa na kufundisha matokeo ya kufanya maamuzi. Kwa hivyo ni nguvu ya maamuzi sehemu ya kwanza, lakini katika sehemu ya kwanza ya nguvu ya maamuzi unakwenda kusikia zaidi matokeo ya kufanya maamuzi. Mtu wa Mungu, ni jambo la muhimu ukafahamu kwamba maamuzi ya mtu huamua vile maisha ya mtu yanakuwa. Ninapenda uelewe, watu wengi wanazo sababu nyingi za kwa nini wanayapitia yale wanaoyapitia kwenye maisha yao. Watu wanazo sababu za kutosha za kwa nini maisha yao yako vile yalivyo, na ninajua wengi wamenyoshea vidole vingi kwamba ndio sababu ya maisha yao kuwa vile yalivyo. Lakini nataka uelewe, mtoto wa Mungu, kwa asilimia kubwa vile maisha ya mtu yalivyo ni matokeo ya maamuzi aliyoyafanya au maamuzi anayoyafanya. Ninarudia tena, mtoto wa Mungu, na nataka upate maarifa haya. Vile maisha ya mtu yalivyo ni matokeo ya maamuzi aliyoyafanya. Elewa kwamba maamuzi yana nguvu ya kusababisha maisha yako yawe namna fulani. Maamuzi unayoyafanya yana nguvu ya kukusababisha upitie vitu fulani kwenye maisha yako. Hivyo ninataka upate ufahamu huu, ya kwamba maamuzi mtu anayoyafanya, pamoja na mambo mengine mengi, lakini maamuzi ambayo mtu anayafanya ndiyo yanayosababisha maisha yake yawe vile yalivyo. Ninapenda uelewe jambo hili, mtoto wa Bwana. Maamuzi yana nguvu kubwa sana kwenye maisha ya mtu. Elewa kwamba maamuzi uliyoyafanya jana ndiyo yaliyosababisha maisha yako yawe hivi yalivyo leo, na maamuzi utakaoyafanya leo au maamuzi unaoyafanya leo yatasababisha maisha yako yawe na namna fulani, yawe ya namna fulani kesho. Ninarudia tena, na nataka upate kwa mapana yake. Vile maisha yako yalivyo leo ni matokeo ya maamuzi uliyoyafanya jana, lakini maamuzi unaoyafanya leo yanaenda kuyaweka namna fulani maisha yako kesho.
Na ndio maana hakuna haja ya kujuta, hakuna haja ya kuendelea kulia. Ziko nyakati na lazima ukubaliane na ukweli ya kwamba maamuzi uliyoyafanya jana ndiyo yamesababisha maisha yako yawe hivi yalivyo leo. Mtoto wa Mungu, labda kabla sijaendelea nikupe ushuhuda. Nilikutana na kijana mmoja na alikuja kwenye ofisi yangu kwa ajili ya ushauri na maombezi. Lakini alipokuja, haya ndiyo maneno ya kijana huyu. Alikuwa anazungumza ya kwamba anaona kutofanikiwa kwenye maisha yake. Anaona kupitia vitu vigumu kwenye maisha yake. Lakini moja ya kitu aliniambia ni kwamba wenzake wengi ambao walikaa pamoja shuleni, leo akiwatazama anaona namna wamesogea kwenye maisha. Lakini alipotamka namna hiyo, mimi nikamuuliza, unadhani kwa nini? Una malalamiko ulionayo na unataka Mungu akusaidie, lakini bado unaweza ukasema wenzako mliokuwa pamoja darasani O level na A level leo unadhani wako mbali. Haya ndio alikuwa majibu yake, ya kwamba yeye hakufanikiwa sana kwenye masomo, aliharibu kabisa kwenye masomo yake. Na nilipomuuliza kwa nini unadhani uliharibu kwenye masomo, aliniambia alichagua zaidi kucheza. Alitumia neno katika utoto mtumishi, kuto kujua, sikuwa smart, sikuwa serious sana na masomo. Nikamuuliza, je, wenzako ambao leo unasema wako maofisini wana maisha mazuri na wao walicheza kama wewe? Akaniambia kiukweli wengi ambao wamefanikiwa kwenye maisha, ambao ni maschoolmate wake, wengine ni maclassmate wake, walikuwa very serious kwenye maisha. Na akaniambia anaamini wale wenzie kujikaza kwenye masomo, kutia bidii kwenye masomo, kuwa serious, kuacha michezo na wakawa serious kwenye masomo, anakubali kwamba leo imesababisha wawe pale walipo. Maana yake nini, mtu wa Mungu? Ninachojaribu kukuambia, maamuzi ambao kijana huyu aliyafanya jana, wazazi walipokuwa wanampeleka shule, wazazi wanalipa ada, wazazi wanamtimizia mahitaji yote anayoyataka ili asome, na yeye alifanya maamuzi ya kushinda club, alifanya maamuzi ya kuzunguka na mabinti wote kama alivyotaka, alifanya maamuzi ya kutokuwa serious na masomo, na aliamua kuwa serious na mambo mengine ambayo yaliathiri masomo yake. Yale maamuzi aliyoyafanya jana ndiyo yaliyosababisha leo maisha yake yawe hivi yalivyo. Na maamuzi ambayo wenzake waliyafanya jana walipokuwa shuleni, anakubali kwamba ndiyo yaliyowasababisha wapate ajira na wakae kwenye ofisi kubwa kubwa kwenye nchi hii. Mtu wa Mungu, narudia tena katika kipindi chetu cha Kona ya Maarifa, na leo tukiwa tunasoma nguvu ya maamuzi sehemu ya kwanza. Ninataka uelewe maamuzi uliyofanya jana yamesababisha maisha yako yawe hivi yalivyo leo. Wako watu wanalia kwenye ndoa zao, lakini ni wao walioamua kuoa mwanamke yule au kuolewa na mwanaume yule. Wako watu leo wamefungwa, wapo jela, lakini walifanya maamuzi ya kuiba, na walipoiba wamekamatwa, wapo jela leo. Ninatia msisitizo kwako, mtu wa Mungu, katika kipindi hiki cha Kona ya Maarifa, elewa kwamba maamuzi yana nguvu. Maamuzi uliyofanya jana kwa sehemu kubwa ndio yaliyosababisha maisha yako yawe hivi yalivyo leo. Yamesababisha upitie vitu unavyopitia leo. Lakini nataka ujitie nguvu ndani ya Bwana. Kama nilivyosema tulipoanza, au nilipoanza kukufundisha, una haja ya kujuta, una haja ya kuendelea kulia. Hii ni kwa sababu ni lazima uelewe maamuzi ambayo unayafanya leo, maamuzi utakayoyafanya leo au maamuzi unayoyafanya leo ndio yatakayoamua maisha yako yatakuwaje kesho. Hivyo ninakusihi kwa upendo wa Kristo, uwe makini sana na maamuzi unayoyafanya sasa,
ukijua kwamba yanaamua maisha yako vile yatakuwa kesho. Hakikisha unafanya maamuzi sahihi leo katika kila jambo unalokutana nalo, ili kesho yako ikawe kesho yenye ushindi mkubwa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, hayo ndiyo maombi yangu kwako msikilizaji wangu. Lakini leo ninakufundisha matokeo ya kufanya maamuzi. Katika nguvu ya maamuzi sehemu ya kwanza, ninataka nikufundishe matokeo ya kufanya maamuzi yoyote. Ninapenda uelewe maamuzi yoyote unaoyafanya juu ya lolote yana matokeo yake. Na ndio maana hauna kibali cha kukurupuka kufanya maamuzi. Usiwe na haraka mtu wa Mungu kufanya maamuzi, ukijua kwamba ulijifunza kwenye kipindi cha Kona ya Maarifa ya kwamba maamuzi yoyote unayoyafanya yana matokeo. Hakuna hata wakati mmoja utafanya maamuzi na yale maamuzi uliyoyafanya yasije na matokeo yawe kuamua. Na napenda uelewe matokeo ya kufanya maamuzi yamegawanyika katika sura mbili. Kuna matokeo chanya au matokeo mazuri, lakini kuna matokeo mabaya. Yanapenda uelewe maamuzi yoyote unayofanya na matokeo. Matokeo yanaweza yakawa chanya au matokeo yanaweza yakawa hasi. Matokeo mazuri au matokeo mabaya, kinachoamua ni maamuzi uliyoyafanya wewe. Yale maamuzi uliyoyafanya ndio yanayoamua ikiwa matokeo yake yatakuwa chanya au yatakuwa hasi. Hivyo leo kwa neema ya Mungu nitakufundisha matokeo 7 ya kufanya maamuzi. Yaani wakati wowote unapokuwa katika kufanya maamuzi, elewa ukishafanya maamuzi kuna mambo 7 yanakuja na maamuzi uliyofanya, au matokeo 7 ambayo yatakuja na maamuzi uliyoyafanya. Maandiko yanasema watu wa Mungu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na moja ya maarifa ambayo watu wa Mungu wameyakosa kwa habari ya kufanya maamuzi ni kujua kwamba maamuzi yoyote yana matokeo. Na ndio maana unapaswa kuwa makini sana wakati wote unapokuwa katika kuamua. Na mapema kabisa lazima uelewe mtihani mkubwa ambao mtu anaufanya kila siku mpaka atakapoondoka duniani ni mtihani wa maamuzi. Yaani kila siku lazima ufanye maamuzi, lakini lazima uelewe maamuzi yoyote unayoyafanya na matokeo. Na matokeo yatakuwa chanya au yatakuwa hasi, inategemea ubora wa maamuzi uliyoyafanya. Na kuonyesha kwa haraka haraka matokeo 7 ya maamuzi yoyote unayoyafanya. Yaani wakati wote ukishajiona umefanya maamuzi, umeamua juu ya jambo fulani, utarajie 1, 2 au 3 kati ya haya matokeo ya maamuzi. Namba 1, wakati wote unapofanya maamuzi juu ya jambo lolote lile, jambo la kwanza au matokeo ya kwanza ni kulipa gharama. Nataka uelewe mtoto wa Mungu, wakati wowote unapofanya maamuzi yoyote, elewa maamuzi yoyote anayoyafanya mtu, maamuzi yoyote anayoyachukua mtu, huwa yanakuja na gharama zake. Hivyo elewa wakati wote unapokuwa unataka kufanya maamuzi, uwe tayari kwa gharama itakayoletwa na maamuzi uliyofanya. Hasa watu wengi wanafanya maamuzi, lakini hawana maarifa haya. Hawakufundishwa kwamba maamuzi yoyote utakayoyafanya, yale maamuzi yatakuja na gharama. Kuna gharama lazima uilipe, na unailipa hii gharama ikiwa ni matokeo ya wewe kufanya maamuzi. Hivyo elewa matokeo ya kwanza, mtoto wa Bwana, ya kufanya maamuzi yoyote ni kulipa gharama itakayofuatana na yale maamuzi. Na ndio maana Yesu alifundisha aliposema maneno haya kwenye kitabu cha Luka sura yake ni ya 14 mstari wa 28. Luka 14 mstari wa 28, Yesu alizungumza kitu hiki.
Neno la Mungu linasoma kwenye Luka 14:28, maana ni nani kati yenu, ni nani kati ya ninyi, kama akitaka kujenga mnara, asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama atakayoilipa? Kwamba hajaamua kujenga mnara. Kabla hajafanya maamuzi ya kuanza ujenzi wa mnara, Yesu anasema huyo mtu ni lazima ataketi chini kwanza na kuipima gharama atakayoilipa kujenga ule mnara. Uelewe ni kwa sababu maamuzi yoyote unaoyafanya yana gharama. Yesu alichojaribu kukuonyesha pale ni kwamba maamuzi yoyote utakayoyafanya wakati wowote, uwe unajua maamuzi yao yana gharama yake. Ni nani anayetaka kuamua kujenga mnara ambaye hata kaa chini kwanza na kutathmini gharama atakayoilipa ikiwa atafanya maamuzi ya kujenga? Ndicho wengi walichopungukiwa kwacho. Watu wamefanya maamuzi, lakini hawakufikiri kwanza gharama watakayoilipa baada ya kufanya maamuzi yale. Na wengi wakishakutana na gharama, utaona wanavyolia, utaona wanavyochoka, utaona wanavyokata tamaa, utaona wanavyopoteza mielekeo. Yaani ulifanya mwenyewe maamuzi fulani. Sasa baada ya kufanya maamuzi, nimekuambia kila maamuzi yana gharama zake. Ulipofanya maamuzi, gharama za maamuzi uliyafanya zinapokuja, unapoteza mielekeo, unachoka na kukata tamaa. Nikupe ushuhuda mwingine. Yuko dada mmoja nilikuwa nikimhudumia, na huyo dada alikuwa anafanya kazi mahali fulani, lakini kulikuwa na shida kidogo kati yake na mkurugenzi wa ofisi anayofanya nayo kazi. Alikuwa amefanya kazi kwenye ule ofisi zaidi ya miaka 4, na kwa hakika kwa kinywa chake mwenyewe alinionyesha ile ofisi kwa malipo aliyokuwa analipwa ilivyotumika kuyajenga maisha yake. Lakini mara kunatokea kutoelewana kati yake yeye na mkurugenzi wake. Kunapotokea kutoelewana, anatafuta au anataka kufanya maamuzi ya kuachana na ile ofisi. Na unisikilize, alikuja kwangu, nikamwambia unisikilize, si kila kinachotokea kinatokea peke yake. Kipo kinachosababisha lolote linalotokea litokee. Na nikamwambia mimi ninachoona hapa, shetani anataka kuondoe mahali pa baraka. Ninadhani endelea kuwa na utulivu, endelea kumuomba Mungu. Kama ni Mungu alitaka ukae hapo, haijalishi maji ni ya moto kiasi gani, yatapoa tu. Akanionyesha kwamba hana uwezo wa kuvumilia. Akiniambia kabisa, ni kwa sababu mtumishi wa Mungu hujui ninachopitia. Na mimi nikamwambia hata kama sijui kiundani unachopitia, lakini najua ni Mungu alikuweka pale, na hii kazi imekuwa ya baraka kwako. Lakini kukatisha story, akafanya maamuzi ya kuacha kazi. Alipofanya maamuzi ya kuacha kazi, aliendelea, ni msomi mzuri, kutafuta kazi kwenye ofisi zingine nyingi. Ninataka nikuhakikishie, ilipita miezi 11 kabla hajapata kazi. Sasa ninataka uelewe, katika hii miezi 11 maisha ya kubaki vile yalivyo. Sasa alianza kupitia tabu ya kulipa kodi za nyumba. Alianza kupitia tabu ya kusomesha watoto wake 2 aliopewa na Bwana. Alianza kupitia tabu mpaka ya mavazi na chakula. Ni kwa nini anayapitia haya? Ninataka usiwe na haraka kumwona shetani, usiwe na haraka kuona mapepo. Ninataka ujue alipitia mateso haya ikiwa ni matokeo ya maamuzi aliyofanya. Hivyo haya anayoyapitia sasa ni gharama. Analipa gharama ya maamuzi aliyoyafanya. Ninataka mtu wa Mungu uelewe, ndivyo ilivyo kwenye maamuzi yoyote utakayoyachukua. Yawe ni maamuzi mazuri au mabaya, lakini uelewe kila maamuzi yana gharama yake. Unataka kufanya maamuzi ya kujenga nyumba ya familia, ujue kuna gharama utazilipa humo. Unataka kufanya maamuzi ya kuhakikisha kijana wangu utapata division 1 form 6,
uwe tayari kulipa gharama ya maamuzi uliyoyafanya. Kwamba wewe unaitaka Division 1. Hakuna hata siku moja kwa lolote lile, mtu wa Mungu, ambalo utafanya maamuzi na yale maamuzi yasiwe na gharama zake. Ninataka uwe makini kwenye maamuzi unayoyafanya, na ukifanya maamuzi uwe tayari kulipa gharama ya maamuzi uliyoyafanya. Hapana kuchanganyikiwa, hapana kupoteza mielekeo wakati ni wewe uliyefanya maamuzi. Matokeo ya kwanza ya kufanya maamuzi yoyote ni kulipa gharama ya maamuzi uliyoyafanya. Lakini matokeo ya pili ya maamuzi ni kutoeleweka. Napenda uelewe, mtoto wa Mungu, ziko nyakati utafanya maamuzi fulani, na baada ya kufanya yale maamuzi hautaeleweka. Ninataka nikutie moyo, kuna wakati itakuwa ni maamuzi sahihi kabisa, lakini haijalishi maamuzi ni sahihi. Ninataka uelewe utakutana na kutoeleweka. Uwe na nguvu, uwe jasiri, hasa pale unapojua una uhakika na maamuzi unayoyafanya. Usiogope kutoeleweka kutakakotokea. Kule kutoeleweka ujue ni jambo la kawaida kabisa. Zipo nyakati utafanya maamuzi fulani, na haya maamuzi ni ya baraka, haya maamuzi ni maamuzi chanya, lakini usitegemee kila mtu akuelewe. Imethibitika kwenye shule ya kufanya maamuzi, zipo nyakati utafanya maamuzi, na hata kama maamuzi yale ni maamuzi sahihi, lakini utapitia kutoeleweka. Yani wako watu waliokuzunguka hawatakuelewa. Usiogope, usiyumbe, usitikisike. Maadamu una uhakika kwamba maamuzi unayoyafanya ni maamuzi sahihi, uwe tayari kutoeleweka. Watu wote ambao wametaka kueleweka wakati wote wamekuwa wazito kufanya maamuzi, na ni maamuzi ndio yanaoleta mabadiliko kwenye maisha yako. Lakini watu wanaogopa kutoeleweka. Unamwona mtu anataka kufanya maamuzi ya baraka kabisa, lakini kwa sababu ana hofu ya kutoeleweka, ataanza kuuliza watu. Atauliza watu wengi, watu wa kutosha, ikiwa niko sawa kuchukua ya maamuzi. Na nataka nikuambie, katika kuuliza watu huko, wengi utakutana nao watakakukatisha tamaa. Hata kama hayo maamuzi unayotaka kuyachukua ni maamuzi ya baraka, ni maamuzi ya ushindi, lakini uwe tayari kutoeleweka. Ikiwa una uhakika ni maamuzi sahihi, wewe fanya maamuzi alafu songa mbele. Maandiko yanaonyesha kwenye kitabu cha Marko sura yake ni ya 5, mstari wa 25 mpaka wa 28. Mwanamke mwenye kutokwa damu, ninajua unaijua hii taarifa. Uelewe katika nyakati zile za Biblia, mwanamke akiwa katika shida hiyo, hata akiwa katika siku zake tu za kawaida, alikuwa haruhusiwi kuchangamana. Sasa huyu ametoka damu miaka 12, alikuwa na shida ya tumbo la uzazi, na alifungiwa. Nataka uelewe, maana kwa desturi yao hutakiwi kuchangamana. Lakini maandiko yanasema siku aliposikia Yesu anapita karibu na mahali yeye alipokuwako, alifanya maamuzi. Haijalishi watu majirani wanamjua, alifanya maamuzi ya kutoka na kwenda kumsogelea Yesu. Na Biblia inakuonyesha alijisemea moyoni, nikigusa tu vazi lake nitapona msiba wangu. Uelewe, alipotoka tu kwenye nyumba yake na watu wakiwa wamekusanyika wamemzunguka Yesu, alipotoka wengi hawakumuelewa. Inawezekanaje? Tunaijua shida yako ya damu, na katika shida namna hii, kwa taratibu zetu, haitakiwi kuchangamana na watu, unatengwa. Lakini yeye alitoka, na alipotoka watu hawakumuelewa. Unielewe, Yesu alikuwa akipita mahali, alikuwa anakusanyikiwa na maelfu ya watu. Umewahi kujiuliza iliwezekanaje huyu dada akapita kwa nyuma na kirahisi kabisa akaweza kugusa vazi la Yesu? Ni kwa sababu hakueleweka. Alipokuwa ametoka na anasogelea mahali Yesu alipo, kwa kule watu kutokumuelewa, wengi walikuwa wanapisha, wasingetaka wagusane naye. Lakini ambacho hawakuelewa ni kwamba vile wanavyopisha,
vile wanavyopisha hawataki kugusana naye, ndio walikuwa wanatoa nafasi ya yeye kumfikia Yesu na kugusa vazi la Yesu. Unisikilize, hawakumwelewa, lakini maamuzi aliyofanya ni maamuzi sahihi. Maana neno la Mungu linatuonyesha damu yake ilikauka pale pale. Hivyo elewa, matokeo ya pili ya kufanya maamuzi, ziko nyakati hautaeleweka. Matokeo ya tatu ya kufanya maamuzi ni kujaribiwa. Maamuzi yoyote utakayoyafanya, elewa kwamba zipo nyakati maamuzi uliyoyafanya yatainua majaribu fulani, yatainua jaribu fulani. Pata maarifa ya mtu wa Mungu kwenye kipindi cha Kona ya Maarifa, nguvu ya maamuzi. Lakini leo katika sehemu ya kwanza tunasoma matokeo ya kufanya maamuzi. Leo utakapofanya maamuzi, moja kitu kitatokea kwenye maisha yako pamoja na mambo mengine, lakini ni hilo, kujaribiwa. Utafanya maamuzi, lakini elewa, utajikuta unapita kwenye jaribu fulani, ikiwa ni matokeo ya maamuzi uliyoyafanya. Neno la Mungu linakuonyesha kwenye kitabu cha Mwanzo, Yusufu aliota ndoto ya kwamba yeye atakuwa mkuu, na akafanya maamuzi ya kuipa taarifa familia yake kwamba maono aliyonayo hata kuwa mtu wa kawaida. Maono yake yeye atakuwa mkuu. Na alipofanya maamuzi ya kuambia familia yake, yale maamuzi aliyoyafanya leo yalimtia kwenye majaribu. Maandiko yanasema kaka wa kuzaliwa pamoja walitafuta kumuua. Kwa nini wanamtia kwenye jaribu hilo? Kwa nini wanamtia kwenye shimo? Kwa nini wanamuuza kwa Waishmaeli? Maamuzi aliyoyafanya kuzungumza nayo yanamtia kwenye jaribu. Neno la Mungu linasema kwenye Zaburi 105:19, Zaburi 105:19, hata wakati wa kuadia lile neno alilowaambia, ile ahadi ilimjaribu. Elewa, maamuzi yoyote unaoyafanya pamoja na mambo mengine, lakini kuna maamuzi ukiyafanya yataalika majaribu fulani kwenye maisha yako. Usiogope, fanya maamuzi ukijua kwamba kuna majaribu utapita kwa sababu ya maamuzi uliyofanya, lakini nataka uwe imara, be strong. Utashinda tu kwa kuwa neno la Mungu linasema jaribu alikumpata mtu isipokuwa lililo saizi yake. Na ikiwa litataka kukuzidi, maandiko yanasema Mungu ni mwaminifu, atafungua mlango na utatoka kwenye jaribu hilo. Matokeo ya 4 ya kufanya maamuzi. Elewa, matokeo ya 4 ya kufanya maamuzi ni kifo au kufa. Biblia inaweka wazi kabisa ya kwamba zipo nyakati utafanya maamuzi fulani, na ukikosa umakini wa kuangalia maamuzi ni sahihi au sio sahihi, inaweza ikakusababishia hata kifo. Wako watu wamekufa leo, lakini kilichowaua kilianzia maamuzi walioyafanya. Nimekutana na mtu aliyekufa na shida ya ini liliharibika kabisa, lakini madaktari wanasema mtu huyu alikuwa anakunywa pombe kali sana. Uelewe, alifanya maamuzi mwenyewe ya kutumia pombe kali, na alipotumia hizo pombe kali, madaktari wanasema zimeenda kuharibu ini lake na kusurvive, alikufa. Wako watu wamekufa kwenye maeneo mbalimbali, lakini ukifuatilia kiundani ni maamuzi yasiyo sahihi walioyafanya. Unisikilize mtoto wa Bwana, maamuzi anayoyafanya mtu, zipo nyakati yanaweza yakapelekea kifo kwenye maisha ya mtu huyu. Ninataka uwe makini unapofanya maamuzi, ukijua maamuzi unayoyafanya, ukikosa umakini unafanya maamuzi ya namna gani, yanaweza yakakusababishia kifo. Kitabu cha Ruthu sura ya 1, Ruthu sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 5 unazungumza kwa habari ya mtu anaitwa
Elimeleki. Maandiko yanasema Elimeleki ambaye ni mume wa Naomi, na Mungu amewabariki kwa watoto wawili, Maloni na Kilion, walikuwa wakiishi Bethlehem ya Yuda. Lakini maandiko yanasema kukatokea njaa kali Bethlehem ya Yuda. Kulipotokea njaa kali Bethlehem ya Yuda, akapata habari chakula kinapatikana kwa wingi Moabu. Chakula kinapatikana kwa wingi Moabu kule. Akafanya maamuzi ya kutoka Bethlehem ya Yuda, ambayo kinabii ni nchi ya mkate, nchi ya baraka. Lakini leo kuna shida mahali pa baraka. Akafanya maamuzi kwenda Moabu, ambao kinabii ni mahali pa laana. Akafanya maamuzi ya kumchukua mke wake Naomi, watoto wake Maloni na Kilion, wakafika Moabu. Miaka michache akafa yeye, na baadaye kidogo akafa watoto wake wawili, wakafa Maloni na Kilion. Naomi akashtuka ya kwamba maamuzi hayakuwa sahihi, akarudi kwa haraka Bethlehem ya Yuda. Ukiuliza nini kimemuua Elimeleki na watoto wake kule Moabu, kila mtu ana majibu yake. Lakini katika fundisho langu la Kona ya Maarifa, nguvu ya maamuzi, ninataka uelewe maamuzi aliyoyafanya ndiyo yaliyomuua. Hata kama Bethlehem ya Yuda kulikuwa na njaa, lakini aliendelea kuishi siku zote na watoto wake wakiwa hai. Lakini alipofanya maamuzi ya kwenda Moabu, maandiko yanakuonyesha alienda kufia kule na watoto wake walienda kufia kule. Hivyo pamoja na mambo mengine, kilichowaua ni maamuzi yaliyofanywa. Maamuzi aliyofanya Elimeleki ndiyo yaliyosababisha kifo. Napenda uelewe maamuzi unayoyafanya, uwe makini. Inawezekana kabisa kuna nguvu ya kifo nyuma ya maamuzi unayotaka kuyafanya. Na wengi wamekufa, lakini ukiangalia kwa makini, kuna siku walijikuta wanapaswa kuamua, na maamuzi walioyafanya yamewapeleka kwenye kifo leo. Matokeo ya 5 ya maamuzi katika kipindi chetu cha Kona ya Maarifa: kuteseka. Elewa matokeo ya 5 ya kufanya maamuzi ni kuteseka. Zipo nyakati utafanya maamuzi, na maamuzi uliyoyafanya, ukikosea kuwa makini ukayafanya maamuzi, yanaweza yakakupeleka kwenye mateso fulani. Maandiko yanasoma kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 5. Wafalme wa Pili sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 27. Utaona habari ya Elisha anakataa kupokea zawadi za Naaman aliyekuwa na ukoma, na Elisha amemsaidia ukoma kunyamaza. Elisha anakataa kupokea zile zawadi. Anapokataa kupokea zile zawadi, msaidizi wa Elisha Gehazi anasema moyoni mwake, bwana wangu amekataa zile zawadi, ila mimi nafanya maamuzi ya kumfuata Naaman na kupokea zile zawadi. Alipopokea zile zawadi zilizokuwa zimebebwa na Naaman, maandiko yanatuonyesha alirudi nazo nyumbani kwake, akaziweka ndani ya nyumba yake. Alipoweka zile zawadi ndani ya nyumba, Elisha alipomuita, alimuuliza, umetoka wapi Gehazi? Akamwambia, sikwenda popote. Elisha akamwambia, nafsi yangu ilienda na wewe ulipofanya maamuzi ya kumfuata Naaman, na umepokea zile zawadi ambazo mimi nilizikataa, na kibaya zaidi, umeziweka hizi zawadi nyumbani kwako, mahali unapoishi na watoto wako. Alafu Elisha anamwambia, hizi zawadi za Naaman zimebeba roho ya ukoma, hivyo wewe na nyumba yako mtateseka kwa ukoma. Ukiuliza ni kwa nini wanateseka kwa ukoma, ni rahisi wewe kusema ni kwa sababu ya zawadi alizozipokea kwa Naaman. Lakini mimi nitakwambia maamuzi aliyoyafanya kuzifuata zawadi, maamuzi aliyofanya kupokea zawadi. Zawadi zilikuwepo, Elisha alifanya maamuzi ya kutozipokea. Gehazi alifanya maamuzi ya kupokea zile zawadi, akajiingiza kwenye mateso ya ukoma na kuwatesa watoto wake kwa ukoma. Mtu wa Mungu, ninapenda uelewe matokeo ya 5 ya kufanya maamuzi. Kuna nyakati ukikosea, matokeo yake ni kujiingiza kwenye mateso fulani. Namba 6 au jambo la 6, kuheshimika.
Elewa kuna nyakati utafanya maamuzi fulani, na haya maamuzi yatakuwa chanya. Maamuzi uliyoyafanya yataalika heshima kwenye maisha yako. Watu wamefanya maamuzi duniani, na maamuzi walioyafanya yalialika heshima kwenye maisha yao. Wapo marais Afrika na duniani walifanya maamuzi fulani, na maamuzi walioyafanya yamealika heshima kwenye maisha yao. Elewa mtoto wa Bwana, kuna maamuzi utayafanya, na baada ya kufanya maamuzi sahihi haya, kuna heshima itaingia kwenye maisha yako. Matokeo ya 7 na ya mwisho ya kufanya maamuzi. Matokeo ya 7 ya kufanya maamuzi: kuaibika au kutukanwa. Kuaibika au kutukanwa. Mtu wa Mungu, ninapenda uelewe, zipo nyakati utafanya maamuzi fulani, lakini maamuzi uliyoyafanya, maadamu hayakuwa sahihi, ukikosa kuangalia kwa makini ikiwa maamuzi unayoyafanya ni sahihi au sio sahihi, elewa utafanya maamuzi, na hayo maamuzi yatasababisha kutukanwa, yatasababisha kutukanwa kwenye maisha yako. Ninapenda uelewe, kuaibika au kutukanwa kupo ndani ya maamuzi anayoyafanya mtu. Kama ambavyo kuna maamuzi utayafanya utaheshimika, utainuliwa, elewa kuna maamuzi ukiyafanya, uwe makini sana, yataalika kutukanwa, yataalika kuaibika. Kumbuka wakati wa Daudi, kitabu cha Samueli, maandiko yanasema wakati wafalme wote wanatoka kwenda vitani, Daudi mfalme alifanya maamuzi ya kutokwenda vitani, na haya maamuzi yalimgharimu. Alifanya maamuzi ya kutokwenda vitani. Maandiko yanasema jioni moja alipokuwa anatembea kwenye dari ya nyumba yake, baraza ya nyumba yake, akamuona mwanamke anaoga. Alipomuona mwanamke anaoga, akamtamani, akatengeneza mazingira, akalala na yule mwanamke. Nini kilitokea? Aibu na kutukanwa. Maandiko yanasema aliondoka ikulu, maana mwanaye Absalom alitafuta kumuua, na alipoondoka njiani, Shimei alizomea. Shimei alitukana alivyotaka, na hata askari wake walipotaka kummaliza Shimei, kumpiga Shimei, kumuua Shimei, ni Daudi aliyewaambia msimfanyie hivyo. Maana Daudi alijua matusi haya, matukano haya, aibu hizi anazopita ni matokeo ya maamuzi aliyoyafanya siku ile. Mtu wa Mungu, uwe makini sana na maamuzi unayoyafanya, kwa kuwa kuna maamuzi utayafanya yataalika aibu, yataalika kutukanwa, yataalika kila namna ya kuaibika kwenye maisha yako. Nilikuwa nasema na wewe leo katika kipindi chetu cha Kona ya Maarifa, ujumbe wenye kichwa nguvu ya maamuzi sehemu ya kwanza. Na nguvu ya maamuzi sehemu ya kwanza tumesoma matokeo ya kufanya maamuzi, na nimekopa mambo 7 ambayo ni matokeo ya kufanya maamuzi. Ninataka niombe na wewe sahi pale ulipo, uwe katika utulivu, funika macho yako na uamini maombi ninayoyaomba kwako. Mungu atatenda. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante kwa kipindi hiki cha Kona ya Maarifa. Maana neno lako linasema watu wako wanaangamia kwa kukosa maarifa. Leo umetufundisha nguvu ya kufanya maamuzi, na hasa matokeo yatakayofuatana na maamuzi tunayoyafanya. Mungu, asante kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji wangu huyu. Ninaomba umbariki. Roho wako aliye msaidizi mwema aingie ndani ya mtoto wako huyu Jehova, akimsaidia kufanya maamuzi sahihi, ili akutane na mema yanayoambatana na maamuzi, na wala asikosee kwenye maamuzi na kukutana na mateso magumu yanayoletezwa na maamuzi. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, amen tena amen. Mungu wangu akubariki mtoto wa Mungu. Mungu akupe kuona mema mengi.
Tukutane wakati mwingine kwenye kipindi chetu hiki cha Kona ya Maarifa. Mpaka wakati huo ninakuaga nikisema bye bye.